254 TV. Leo niko hapa na Honorable Omosh. Tunataka kusikiza maoni yake kuhusu Albert Ojwang ambaye aliuliwa akiwa kwa kituo cha polisi kisha akashafirishwa hadi Mbagati Hospital. So mheshimiwa atatuambia majina yake na atuambie hoja zake kwa familia na kwa hii nchi yetu Kenya. Mheshimiwa, majina yako kamili? Kwa majina naitwa Honorable Anthony Omondi ama Omosh Tosha. Mimi ni mheshimiwa kutoka pale Homa Bay. Mimi na Homa Bay County, mzaliwa wa Homa Bay County. Natoka pale, constituency yangu ni Rangwe, mahali ambapo kiongozi wangu ni Honorable Lilian Gogo. Huyo ndio MP wangu. Mjumbe wangu ni Honorable Lilian Gogo. Okay, umesema constituency ni gani? Rangwe constituency in Homa Bay County. Uko na maoni yapi kuhusu kifo cha Albert Ojwang? As a nation we are mourning. Mimi ni mzazi, kuna wazazi, huyu ni ndugu yetu, mtoto wetu. Inatumiza sana. Ni kitu ambaye hataki hata kuongelea. Tukifikiria juzi tulifanya celebration ya Madaraka Day. Tukafikiria Madaraka Day inatuletea baraka. Baada ya siku chache tu tunasikia kijana wetu anauliwa. Ni kitu ambacho kinatuumiza sana. Ujumbe gani kwa rais? Ile kitu tungependa kuambia rais ya kwamba kama ulituletea broad base ya kutuua, basi hatuko ndani. Count us as the Luo nation out of that. If the intention is to kill us, if your policemen are killing us, then mambo na broad based, hatuko kwa broad base ya kuwana. Okay, ujumbe wako kwa Raila Amolo Odinga akiwa kwa broad based government? Honorable Raila Amolo Odinga, haujatoa statement. The only thing you have done ni kuandika Twitter. We have not heard from you as our leader. Kiongozi wetu Honorable Raila Amolo Odinga, haujaongea, haujasema jambo lolote. Ni kitu ambacho tunangojea tuone ukiongea. Vile ambavyo nani alikufa, kiongozi Honorable Were wakati alikufa mlikuwa mnaongea, mlitoa statement, mliongea sana. Kijana amefariki, mwalimu amjasema jambo lolote. Ni kitu ambacho tunangoja, tunaangalia baba tunakuangalia, sema jambo. Ukiangalia vizuri kulikuwa na ile kifo ya Kasipul, member of parliament. Na saa hii ni Albert Ojwang. Nyinyi kama Wajaruo, munaona kama ni kuonewa ama ni nini inaendelea? Wakati Honorable Wile alikufa, viongozi wote walishikana. Wakati tumepoteza kijana ambaye alikuwa anafanya blogging, viongozi wamenyamaza. Tumeona tu Eddie Oketch yule wa Migori ndiye anaongea. Tumeona ndugu ya Raila akiongea, viongozi wengine wanaongea, lakini viongozi wa kaunti yangu ni senator peke yake ambaye ndiye amekuwa akiongea. Hatujasikia kutoka kwa Gladys Wanga. Honorable Gladys Wanga, umenyamaza. Wakati MP wa Kasipul alipigwa risasi, ulikuwa unaongea sana, ulikuwa unalia sana. Hujatoa hata press statement, na tunakuangalia kama vijana. Tunakuangalia sana. Tuko macho kwako Honorable. What is your message kwa Inspector General Boris? Bwana Douglas Kanja, jana wakati kulikuwa na interview ni kama ukujui kazi yako kabisa. Kila kitu ulikuwa na blame IPOA. My message to you Bwana Kanja, umeshindwa kazi. Kama uwezi eleza vile vijana wako walifanya, polisi wako wadogo walifanya, hauna haki ya kuwa katika hiyo ofisi. Na ile kitu tunasema Bwana Kanja, Douglas Kanja, pave way, toka, resign mkiwa pamoja na Murkomen kwa sababu umeshindwa kazi. If IG cannot explain what's happening, IG cannot tell Kenyans what happened, then it doesn't deserve to be in that office. Bwana IG, wewe na watu wako mtoke wote katika hiyo ofisi. Na Bwana President, tunaomba ututolee IG katika hiyo ofisi. IG must resign kwa sababu alishindwa kujieleza jana. Jambo la pili, deputy wake Bwana Langat, Eliud Langat, sasa umeua kijana yetu, amekufa. Ushaua ndugu yetu, umeua mwalimu mdogo
ambaye mzazi ameng'ang'ana kusomesha, Bwana Eliud Langat, tafadhali resign na ujipeleke kwa station. Wewe ni mkubwa wa polisi, lakini tunaomba ujisalimishe katika kituo chochote cha polisi uende, ama sisi kama Wakenya vijana tutakukujia. Sisi tutakukujia. Thank you so much mheshimiwa. Asante sana. Okay, thank you.